Baada ya Joe kukamatwa, mzee akaja na gazeti bwana mpaka kwa Naja. Akamwambia, yani ulitaka kuitia familia yetu aibu kwa kuingia kwenye mapenzi na kijana jambazi kibaka mpuuzi yule. Naja akawa anashangaa tu amuelewi mzee. Mzee akamtupia gazeti binti, kisha akamwambia, hebu angalia hiyo. Ise Naja ile kuangalia gazeti anaona amechapishwa Joe kwamba jambazi sugu limekamatwa kwa wizi. Rafiki yake Naja ikabidi aje na gazeti mpaka kwa mzee kuhakiki yani. Huku Naja akiwa juu ya gorofa anatazama. Mzee anasema huyo mpuuzi ameletwa kwenye mahakama yangu, kisha nitahakikisha kwamba anapata hukumu anayostahili. Unakumbuka baba yake Naja ni jaji, tena jaji mkuu wa serikali. Kwa hiyo Naja kusikia hivyo akaona Joe alivyo hapendi na baba yake. Aisee, anaenda kuozea jera. Ikabidi aende mpaka sera kuhakikisha kwamba kweli ni Joe kweli huyu au ni Joe yupi. Akamkuta bwana Joe katulia zake pale. Bidada akawa anamuuliza, Joe, hebu niambie ukweli. Niambie, hiki ninachokisikia ni kweli? Ni kweli umekamatwa kwa tuhuma za ujambazi Joe? Joe akawa yuko kimya. Hivyo nafikiri hata ungekuwa wewe, umekamatwa na ushahidi kabisa hapo mezani, unawezaje kujitetea? Unawezaje kumwaminisha mtu kwamba wewe hujafanya hicho kitu? Ndio kwanza hata kama hujaiba au sio, wewe utalazimishwa tu ukili tu kwamba ni wewe ndio umefanya hicho kitu. Naja akawa anarudia anamwambia Joe, niambie ndo wewe, ni wewe, mbona siamini kinachokisikia? Joe akawa bado yuko kimya. Naja alimchapa kofi. Joe akasema, nashindwa kukupa jibu zuri. Sielewi nikwambie nini, lakini nafurahi kwa kunipiga kofi. Na natamani hata ungenipiga zaidi na zaidi, kwa sababu kila mtu ananiona mimi kama mkosaji, kila mtu ananihukumu tu, hakuna mtu ambaye anaweza kuniamini. Bidada akamuuliza, kwa hiyo kweli unahusika na hili jambo? Mwambe kabidi akubali tu, akasema ndio. Bidada akamuuliza, kwa hiyo unahusika kwenye ujambazi Joe? Kwa ulifanya maisha yangu kuwa mazuri kwa sababu ya wizi? Joe akamwambia, unajua nilifungwa jela tangu ulipojitenga na mimi. Siwezi kufanya chochote kumfurahisha tajiri, unajua, kwa sababu mimi ni maskini, japo nimejaribu kwa uwezo wangu wote. Niambie, kwani bado unanipenda? Naja akasema, ndio, ninakupenda Joe, na nina ndoto na wewe. Joe akasema, ondoa kabisa hizo ndoto, kwa sababu ninaenda kuhukumiwa. Binti akasema, hilo sitakubali litokee hata kidogo Joe. Babangu ni jaji, nitahakikisha, nitapambana kadri ya uwezo wangu, utatoka tu. Joe akasema, unadhani baba yako alivyokuwa anipendi mimi ataweza kunitoa? Wakati ataitumia hiyo fursa kunihukumu, ataitumia hiyo fursa kulipiza yale yote ambayo alikuwa anatamani kunifanyia. Waliongea sana hapo. Binti baadaye akamfuata baba yake akamwambia, yule sio mwizi baba, naomba wafanye kila njia aweze kutoka. Baba yake akasema, we, yule ni mwizi kama wezi wengine na sheria lazima ifuate mkondo wake. Naja akasema, baba, huwezi kufanya hivyo. Mzee akasema, unajua naweza, na siwezi kabisa kumruhusu atoke yule. Naja akasema, baba, nakupenda, nisamehe hata kama nilikuuzi hapo mwanzo, lakini ninaomba sana, kama unanipenda binti yako, naomba muachie Joe. Kama unapenda furaha ya binti yako, naomba muachie Joe huru. Kisha Naja akaondoka. Mzee akabaki anatafakari tu, anajiuliza, ujue hata kama ni mwanamke yoyote yule mwenye uchungu na mume wake au mpenzi wake, hawezi kukubali hata siku moja akafungwa. Lazima tu ataonyesha juhudi za kila namna kuhakikisha kwamba anamtetea mpenzi wake, kwa sababu najua yuko na mimba. Hivyo nafikiri mtoto anazaliwa anauliza baba yuko wapi, na unajua kabisa baba yake yupo na hajafa. Unaanzaje kumwambia kwamba baba yako ni jambazi, alikamatwa, yuko jela mpaka sasa hivi? Unaanzaje kumwambia hivyo mtoto? Huko nje akiulizwa baba yako yuko wapi, anawezaje kusema kwa wenzie kwamba babangu ni jambazi? Hicho kitu ambacho kinamuuma, yani ndicho kitu ambacho kinamuumiza sana Naja. Sasa leo Naja ametulia na mawazo yake, anamuwaza Joe. Kwenye taarifa habari ikasikika kwamba kesi ya Joe imefutwa kwa sababu amegundulika kwamba hana hatia. Aisee, hiyo kwa Naja ilikuwa furaha sana, alifurahi sana kusikia hivyo. Na mwandishi anasema kwamba aliyefanya kesi hiyo kufutwa ni Justin Saba, yani babake Naja, ndiye aliyefanikisha mpaka Joe kuhakikisha kwamba hana hatia. Kwa hiyo bwana Joe yupo huru mzee. Naja kabidi atoke chapu mpaka kwa mshikaji naye yuko anafika, anakuta vyombo viko nje mzee. Yani mwenye nyumba kamtolea kila kitu chake nje. Mshikaji kabidi amfuate baba mwenye nyumba muulize, inakuaje, mbona kodi yangu bado inaruhusu eti napumua, inakuaje vitu vyangu viko nje? Mzee na kimswaki chake cha miti akasema, alo kijana, mimi siwezi kuhifadhi jambazi nyumbani kwangu, kwa hiyo chukua kilicho chako utoke, mwizi mkubwa wewe. Joe akasema,
Sawa, siwezi kukulaumu, lakini kabidi tu aondoke zake kinyonge, akiwa anajifikiria sasa hivi vyombo vyote ndavipeleka wapi. Kwa bahati nzuri Naja naye akawa anaingia, akashangaa kukuta kila kitu kiko nje yani. Akamuuliza Jo, shida ni nini? Mbona tena vitu viko nje? Mshikaji anasema kila mtu anitaki, kila mtu hataki kuwa karibu yangu, kila mtu ananikimbia kwa sababu ya kosa dogo tu. Jo akasema nataka niende mbali, nataka niende nje ya mji nikaishi huko, nikaanze maisha yangu mapya, niachane kabisa na huu mji. Nashukuru sana Naja kwa kuwa queen wa kwanza kwenye maisha yangu, sitakusahau mpaka kifo changu. Naja ikabidi amkumbatie tu mshikaji na kumtia moyo, kisha akatoa pesa kidogo, kisha akamwambia hii ndio ilikuwa akiba yangu, nadhani itakusaidia huko unapoenda kuanza maisha. Wakakumbatiana. Ilikuwa inatia huzuni, nasikitisha mapenzi jamani. Tutafuteni hela, lakini wazee, tafuteni hela. Sasa baada ya wiki 2 hivi kupita, wenzetu jue mwanamke akiwa na mimba huwa anakwenda hospitali fulani hivi ambayo inakuwa imeandaliwa kwa ajili ya ujauzito. Yani kama una mtu wako ambaye ana mjamzito, unaweza ukamleta akapewa wahudumu ambao watakuwa wanamsimamia mpaka kipindi chake chote cha ujauzito mpaka atakapofikia hatua ya kujifungua. Naja akawa ameletwa kwenye hiyo nyumba, akawa amekabidhiwa daktari ambaye atakuwa ni daktari mkuu, atakuwa anamsimamia, na akapewa na wasaidizi ambao watakuwa wanamsaidia. Sasa kati ya hao wasaidizi, huyo mama unayemuona hapa, huyu ndio mama yake na Jo. Na hapa ameletwa kama msimamizi kwa ajili ya kumsimamia Naja mpaka kipindi chake cha kujifungua kitakapofika, bila kujua kwamba huyu ni mkwewe mkwe, au sio bana? Naja leo katulia, ana mawazo sana, anamwaza Jo tu. Mama yake Jo akamuuliza, binti yangu vipi, uko sawa? Hebu ongea na mimi, una shida gani? Lakini Naja hakujibu chochote, akanyanyuka tu na kuondoka. Sasa ile anatoka tu, Jo naye anaingia. Yaani maana yake angebaki kidogo tu hapo angekutana na Jo. Jo akafika kwa mama, akafurahi kumuona. Jo akasema, mama nina habari njema. Unajua nini? Nimechaguliwa kujiunga na shule ya polisi. Mama akasema, we pole, kuna mgonjwa. Jo akasema, we mgonjwa kwenye furaha? Kwani yeye hajui kwamba watu tunataka kufurahi? Akafurahi mno pale. Miezi 3 baadaye uchungu kamfika bwana bidada, kuashiria kwamba ndio muda wake wa kujifungua umefika. Chapu akamkimbiza hospitali. Sasa kumbe Jo naye alikuwa anapita maeneo hayo ya hospitali, akamuona bwana Naja. Ikabidi amwambie dereva, hebu subiri kwanza. Ikabidi ashuke kwenye gari. Sasa mzee kumuona tu Jo akasema, wewe mpuuzi, umefuata nini tena hapa? Jo akasema, uliniambia kuwa mimba imeharibika. Mzee akasema, sasa unajuaje kama ni mtoto wako? Jo akasema, mzee, damu ni nzito kuliko ugali yani. Kama ni mwanangu siwezi kumwacha, nataka nimuone kama hajachukua hata pua langu, namuacha. Ila kama nikiona pua sura ni yangu, mzee, mwanangu simwachi. Mzee akasema, siwezi kukuruhusu umuone wala kuongea naye. Jo akasema, yani wewe mzee bwana, unataka kumnyima mtoto wangu haki ya kumuona baba yake kama ulivyomnyima mama yake haki ya kuwa na mimi? Mbona unakuwa mnyama kiasi hicho mzee? Mzee akasema, basi tuingie makubaliano na usaini kuwa utamchukua mtoto tu punde atakapozaliwa na kwenda naye mbali, na uhakikishe kwamba hakuna mtu yote atakayejua kwamba huyu mtoto ni wa nani. Yani hata Naja mwenyewe asije hata siku moja akajua kwamba ana mtoto. Basi Jo akakubali hayo makubaliano nini, akaona hamna shida, na wakakubaliana kabisa kwamba watasainiana kabisa makaratasi. Jo ikabidi akae sasa anasubiria mtoto ili aweze kuzaliwa pale. Kweli bwana, mtoto akatoka salama. Mtoto akaletwa hadi kwa daktari. Daktari akasema, akamwambia nesi, hebu mpe babu yake hapo. Babu yake akasema, hapana, mpe huyo kijana muuni hapo nyuma. Unajua huyu mzee alisema hataki kabisa damu ya mwizi kwenye familia yake, hata kumgusa tu hakutaka kabisa kumgusa mjukuu wake. Mzee akamwambia Jo, kumbuka kutunza siri yetu. Sasa ile Jo anaondoka, mzee akasema, hebu subiri kidogo, njoo. Mzee akatoa kibunda akaweka juu ya mtoto. Jo akasema, mzee, nashukuru kwa yote ulionifanyia, lakini sihitaji hizi hela zako mzee. Kwa nini umenipa mimi za nini? Mzee akaona kumbe maskini jeuri wewe, akachukua kibunda akaweka mezani kwa daktari. Dadek unasusa. Mara simu ikaita kwa daktari pale. Daktari akapokea, akawa anaonyesha kama vile sura fulani vya huzuni. Wote pale wakawa wanashangaa. Mzee akamuuliza daktari, vipi? Usalama upo? Daktari akasema, nasikitika, tumempoteza Naja, amefariki yani. Tumempoteza mama. Yani maana yake Naja amefariki. Mzee kwa unafiki akapiga mpala wake kwamba kaumia yani. Sasa Jo ikabidi aondoke tu, akalilie zake nje, maana uchungu aliokuwa nao hapo. Sasa Jo ametoka tu. Simu ikaita tena kwa daktari. Daktari anasema, halo, anapumua?
Daktari akasema mgonjwa bado anapumua. Aisee, ilikuwa njema sana hiyo kwa mzee, alishukuru kabisa Mungu. Kabidi daktari anyanyuke pale chapu ili kwenda kumwangalia. Huko kwa mama yake Joe anatoka nje, anakutana na nesi ambaye ndiye alienda kumhudumia yule Nadia. Akamuuliza vipi, mgonjwa anaendeleaje? Nesi akasema amepoteza tu mtoto wake lakini yuko vizuri. Yaani anamaanisha kwamba mtoto amefariki. Baadaye Joe naye kidogo tu anakuja hapo kwa mama. Akamkuta mama yake analia tu. Anamuuliza vipi mama, mbona unalia? Mama anasema yule binti ambaye alikuwa anamuuguza mtoto wake amefariki. Alafu akamuuliza huyu mtoto ni wa nani? Joe anasema huyo mimi nimemokota nje ya mlango wangu. Sasa nikampeleka polisi wakakosa mtu akumpatie, kabidi wanisainishe tu mimi ili niweze kumtunza mtoto. Mama akasema sasa unakubalije kumchukua mtoto wakati unajua kabisa kipato chako ni kidogo, huwezi kumtunza, utawezaje kumlea huyo? Joe akasema mama, sasa ningemtupa malaika huyu. Hebu muangalie, anahitaji maziwa eti. Mama akamchukua tu yule malaika wa Mungu. Si unajua tena, hana baya. Huku Nadia anapewa taarifa mwanae amefariki. Nadia anasema kivipi baba? Mwanangu anakufaje? Anakufaje sijamuona? Mnawezaje kumzika mwanangu hata sijamuona, hata sijamkiss? Mzee akasema hiyo sio utamaduni. Unawezaje kumuona mtoto wako wa kwanza maiti? Hairuhusiwi. Binti akawa analia. Hata kama langi basi nipelekeni tu nikaone kaburi lake mlipomzika. Nipelekeni tu nikamuone mwanangu. Yaani mwanangu anakufa hata sijamuona. Sijamuona hata kwa sura anafananaje. Mara ghafla mama yake Joe naye akaingia na mtoto. Mzee akaona mtoto ndo yule. Mbona mtoto ndo yule. Mama anasema najua uchungu ulionao. Leo umempoteza mwanao na leo hii mwanangu analetea mtoto aliyetupwa. Yaani wakati wewe unalia wengine wanatupa watoto. Nadia anasema mwanangu amekufa hata sijapata nafasi ya kumkisi. Mama Joe anasema nimekuletea huyu mtoto afute machozi yako. Mchukue mlee kama mtoto wako, afute huo uchungu wako uliokuwa nao. Nadia akamchukua mtoto kisha akambusu, akamrudishia tu. Akasema hata nifanyaje? Hata nimlee vipi? Hata kuwa mwanangu bado sio mwanangu. Mama aliyezaa peke yake ndiye anajua uchungu. Yaani uchungu wa mwana anayeujua ni mama alienda leba mzee. Yaani maana yake uchungu aliokuwa anaupata Nadia mimi mwenyewe mpaka nashindwa kuelezea. Hebu tuvuke kwanza. Sasa mama anatoka anakutana na nesi, anamwambia mbona nimemwona mwanao alikuwa na baba yake Nadia, kama vile alikuwa anaongelea kuhusu swala la mtoto. Mama akaunganisha doti swala la mtoto, alafu Joe naye nimemwona yuko na mtoto. Hii imekaaje? Akachomoka chapu kwenda kumfuata Joe. Akawa anamuita Joe, hebu niambie huyu mtoto umemtoa wapi? Joe bado alikuwa amekazia tu, mtoto nimemwokota. Mama yake akasema Joe usinidanganye. Hebu niambie huyu mtoto umemtoa wapi? Niambie Joe, niambie. Umemwiba huyu mtoto Joe? Bado Joe amekazana tu. Mama akajua kabisa huyu mtoto ni wa Nadia. Yaani mwanangu umeiba hadi mtoto. Mwanangu unaiba hadi mtoto. Maskini. Mama wakati wa kuongea alikuwa na magonjwa yake tena mama watu. Akawa ameanguka pale. Yaani unaambiweje huyu mama alifariki eti. Kwa maana yake siri ikabaki ya watu wawili tu, kati ya Joe pamoja na mzee baba Kipara. Ndio pekee waliobaki na siri ya mtoto ni wa nani na nani mama wa mtoto huyu. Miaka ikapita, leo tunamuona Joe sio yule Joe kapuku, sio kuwa na chochote. Huyu ni Joe mpya. Tena anaitwa polisi bwana. Sasa hivi anakula maisha tu. Hapa yuko na rafiki yake, anaangalia picha ya Nadia, rafiki yake anamwambia wacha tu wafu wazike wafu wao. Mzee bado unamkumbuka, acha apumzike kwa amani. Si unajua tena Joe anajua kwamba Nadia alishakufaga kwa taarifa ile leo isikiaga kwa daktari. Kwa anajua kabisa Nadia alishakufa na amemwachia mtoto. Joe ikabidi aende hadi kwa akina Nadia bwana. Mzee anashangaa, wewe unafanya nini tena hapa? Joe anasema kwa heshima nimekuja kuomboleza miaka kadhaa ya kipenzi changu. Kwa heshima tu mzee. Mzee akasema sawa, nashukuru, haya ondoka, changanya mbaliga sepa. Shikaji kabidi aondoke. Sasa wakati huo Nadia kumbe alikuwa ndani, alikuwa anasikia zile sauti. Sasa sauti alikuwa anaisikia ni kama vile kama sauti ya Joe. Ilibidi aje chapu, ili anakuja akakuta Joe tayari ameshaondoka. Kwa ikawa bahati mbaya. Sasa Joe yuko kwenye gari anashangaa anapokea namba ya marehemu. Bibi ilibidi sasa apige simu kuhakikisha hivi huyu ni Joe kweli au mimi niko naota. Joe anashangaa na yeye kuona
hii si namba marehemu hii. Au ananiona ni? Au jamani ni? Au nini? Utakuwa mzimu nini? Nimekabidi angalia huku na huku. Sikawa mzimu unaniona. Dereva akawa anamshangaa, mshikaji vipi usipokea simu? Yeye anasema we, mbona niuliza kama vile unajua nani anayepiga? Yeye akazidi kushangaa. Mizimu inanipigiaje? Ikabidi apokee sasa. Sasa akapokea. Mzimu hauongei. Kila akipokea anasikilizia, anashangaa mzimu hauongei. Akajua kabisa mizimu inaanza kunipigia. Ikabidi azime kabisa na simu. Kumbe huku bwana chanzo cha kwa nini simu ilikuwa ipokelewe aongei. Babake Naja alikuwa amemfuata Naja akawa anamwambia, "Unaanza nini?" Bidada akawa ananiuliza, "Mbona nilisikia sauti ya Joe?" Mzee anamwambia, "Hamna mtu hapa, hamna mtu." Yaani bado hujamsahau tu huyo mtu. Usiku mmoja njiani, Joe anakutana na mrembo. Yuko peke yake usiku. Joe unajua ni polisi. Sasa anamwambia, "Vipi, uko sawa?" "Mimi ni polisi, naweza kukusindikiza nyumbani." "Niambie, naweza kukupeleka." Sasa msichana anaonekana kama vile kalewa. Ile mzee mnaikumbuka hii pisi? Ile pisi ya chuo ile mponzaga bonge loja. Joe akamfikisha mpaka kwao. Kapokelewa kabisa na yule rafiki yake. Yaani mpaka leo bado wako pamoja ise. Joe naye akafika kwake akaingia hadi chumbani kwa watoto. Hapa kuna watoto wawili. Huyu anayetazama picha ni mtoto wa dada yake. Ila huyu mwingine aliyelala ndio mtoto wa Naja. Yaani inamaanisha kwamba huyu ndio mtoto wa Joe kabisa kwa kumzaa. Lakini huyu mtoto tangu amezaliwa hajawahi kucheka wala hajawahi kuwa na furaha. Yeye mwanzo mwisho ni mawazo tu kumwangalia mama yake. Hata hapo alipolala pembeni kuna picha ya mama yake. Kwa anajuaga kwamba mama yake alishakufa. Baadaye nitakwambia kwa nini. Sasa huyu mwingine anasema, "Mjomba, shangazi alikuwa mzuri hivi mtu akifa hawezi kurudi tena." Ndio akasema tumuombee tu apumzike kwa amani. Mungu amsamehe makosa yake huko aliko. Baadaye Joe akapokea simu ya yule mrembo ambaye alimsaidia kumpeleka kwake. Akamwambia, mrembo anasema, "Mambo, mimi ni Eve yule leo nileta nyumbani." Mama akasema, Eve, niambie." Eve anasema, "Tunaweza kukutana hata kama ni leo au kesho. Niweze kukushukuru tu kwa msaada wako. Unajua ni watu wachache sana ambao wanaweza kutoa misaada kama hiyo." Joe akasema, "Basi hamna shida, nitakuja." Mama kafika bwana, akakukuta mrembo, kajiandaa, akampatia kinywaji pale, kisha mwamba akachukua. Kisha bidada akaanza kumsemesha kwa vimaneno fulani vya mahaba. Anamwambia, "Kweli nimetokea kukupenda kwa msaada wako ulionipa. Natamani nikushukuru kwa kidogo changu nilicho nacho." Joe akasema, "Eva, una maana gani yani?" Eva anasema, "Kwani mpaka hapo uelewi jamani? Wewe mkaka, mpaka hapo uelewi?" Sasa yale maneno akamlegeza Joe. Watu taratibu midomo ikakutana. Joe akashtuka, akajikuta na kiseti na mtu ambaye Joe alimkumbuka ghafla na Joe wake. Akatoka ghafla na kuondoka. Sasa ile anataka kuondoka, hajafungua tu mlango, Eva akamuita. Ile hajakaa sawa, nguo zikaanza kuteremshwa moja moja. Kidogo kufuli zikashushwa mzee. Sasa mnajua Joe ana miaka mingi sana tangu mpenzi wake Naja alipofariki. Kwa hapo vichupa vimejaa kama 100 hivi. Joe akajisemea, "We, acha tu wafu wazike wafu wao. Mimi ni nani? Alishindwa Yusufu. Mimi Joe nishindwe? Ni nani nini?" Kwa mara ya kwanza akakifunga kabisa kitabu cha Naja 7. Penzi likaanza rasmi. Eva akaziba nafasi ya Naja kwenye moyo wa Joe. Sasa kuna nyimbo ambayo alikuwa anapenda sana kumwimbia Naja. Leo akawa anamwimbia mpenzi wake mpya Eva, huku akicheza taratibu. Hebu tusikilize kidogo wimbo. It is with these eyes that I see, and it is with my heart that I feel. Hey, boom, ti 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 ti, boom. I can feel this beat when I see you. Sasa unaambiwa Joe hakutaka kabisa kulaza damu. Akamvisha pete Eva ya uchumba. Lakini tukimwangalia mtoto wa Joe hana kabisa furaha. Lakini huyu mwingine ana furaha, anafurahi tu muda wote. Sasa huku kwa Prince leo kaenda kwa mchepuko wake. Kufika akapokelewa nini na shemeji yake. Huyu ni kaka wa mchepuko. Huyu kaka anaitwa Sam. Bidada kaja pale, mabusu nini. Baadaye binti akamwambia Jerry Prince kwamba nina habari njema kutoka kwa daktari. Daktari amethibitisha kwamba nina ujauzito. Sasa hiyo kwa Prince ikawa habari mbaya sana. Akamwambia, "Inawezekanaje? Unajua kabisa mimi wiki hii ninafunga ndoa na mimi na wewe tukupanga kabisa kuhusu kupata mtoto. Hiyo inihusu. Wakati tunajigijigi wewe kujua kwamba tutapata nini? Mimi ninachojua uniambie tu
mtoto wangu anaishi vipi? We kama hiyo ni ndoa, futa, achana nayo. Jira akasema unajua kabisa hicho kitu hakiwezekani. Bidada akasema we unanijua vizuri Jo. Unanijua vizuri. Nenda kafute ndoa uje univishe mimi pete. Kakaka akasema we hebu muelewe basi mtu wako. Bidada akasema we nyamaza, hii haikuhusu. Jira akasema unajua siwezi kabisa kukuoa. Unalijua hilo kabisa. Bidada akasema mpenzi usinijaribu ila kama unataka kunijaribu nitakuonyesha. Dadeki, huyu binti anaonyesha ni mnyama. Mwamba atafanya nini? Wiki hii anakwenda kuoa. Tena anaenda kufunga ndoa na Naja Saba. Tena mchepuko na mpa mikwala alafu na mimba. Na Jo naye kaanza penzi jipya. Itakuwaje mbeleni akijua kwamba Naja yuko hai? Bwana, hujasubscribe hapo? Unachelewa mzee. Mimi naileta sehemu ya 3 hivi punde. Ambia kwenye comment hapo tunaileta lini sehemu ya 3. Bwana, mimi naitwa Kingston, tukutane katika episode inayofuata. Usitoke.